kuna mafanikio makubwa ambayo wameyapata, ikiwemo waratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% kutoka halmashauri zote 9 wameendelea kutoa fursa kwa wanawake ya kuwapa elimu na mafunzo kuhusu namna ya kuunda vikundi, kusajili na kuomba mikopo sambamba na matumizi na urejeshaji wa mikopo hiyo. Wanawake wamewezeshwa mikopo ya 10% kwa ajili ya kuwainua ili kuwafanya shughuli zao za ujasiriamali. Wanawake wa mkoa wa Mara kwa mwaka 2025 wamethubutu kugombea nafasi za uongozi katika nyanja za kisiasa na wengine kupata ushindi. Wanawake wameweza kumiliki mali tofauti na kipindi cha nyuma, lakini wanawake wameweza kujiajiri wenyewe na kutoa fursa za ajira kwa wengine. Wanawake wameweza kuteuliwa kushika mbalimbali za uongozi. Wanawake wa mkoa wa Mara wanatambuliwa kama wadau muhimu katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Wasichana wanaomaliza shule kujiunga na shughuli za mbalimbali za ujasiriamali kwa ajili ya kujiinua kiuchumi baada ya kusubiri kuajiriwa. Kama ulivyoona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pale kuna walimu ambao hawajaajiriwa lakini wamejiingiza kwenye shughuli za ujasiriamali. Kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka huu ni haki na usawa kwa wanawake na wasichana, ndio msingi wa maendeleo jumuishi kufikia dira ya 2050. Kauli mbiu hii inadhihirisha nia thabiti ya serikali inayotizamia na imejikita kuhakikisha kuwa tunakuwa na jamii jumuishi na yenye kujali usawa ifikapo mwaka 2050. Wanamara na Watanzania wote kwa ujumla, hali ya kijinsia katika mkoa wetu wa Mara, niseme tu kuwa mkoa wetu wa Mara, hali ya haki za kijinsia imeendelea kuimarika, na nadhani ni miongoni mwa mikoa ambayo kwa Tanzania kwa sasa ni mfano. Haya yanajidhihirisha katika fursa na haki sawa zinazotolewa kwa wanawake katika nyanja mbalimbali za kiuchumi, kijamii na hata katika uongozi. Serikali imekuwa na mpango maalum wa kuwainua na kuwawezesha wanawake kiuchumi kwa kutenga 4% kati ya zile 10 za makusanyo ya halmashauri kwa ajili ya kina mama. Mikopo hiyo imewawezesha wanawake kujikimu kiuchumi kwa kufanya shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Zama za kina mama kukaa na kutulia na kusubiri kina baba peke yao watafute zimepitwa na wakati. Zama za sasa ni sote tunakwenda mbele kwa mbele. Mama anapita kulia, baba anapita kushoto, mnakutana jioni. Hakuna anayesubiri. Akina mama, naomba tu balance kazi pamoja na familia, tulee watoto, tupate muda hata kidogo wa kuwa tunakaa na watoto, lakini sambamba na hilo na kulea ndoa zetu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi akina mama watumishi kidogo ndoa zetu zinapata changamoto kwa sababu muda mwingi tumekuwa tukifanya kazi za serikali. Kwa hiyo naombeni akina mama wenzangu to balance. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe umekuwa ni kinara wa haki na usawa kwa wanawake. Tumejaribu kuangalia kwenye vikao vyako vingi, umeshatupa maelekezo. Ukatili wa kijinsia umetoa maelekezo, iwe ni ajenda ya kudumu kuanzia kwenye vikao vyetu, kuanzia za vijiji, kata, wilaya na kuu. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Tuna mambo mengi sana ambayo tunatakia kuyadiscuss na kuyafuatilia, lakini hili umelitilia mkazo sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru sana. Tangia umefika mkoa wa Mara, vifo vya wakina mama na watoto vimepungua. Kiukweli siku ya kina mama duniani nimeifurahia na nimeipokea kwa shangwe kubwa. Ni siku ambayo kwanza imenigusa katika maisha yangu kama mama.
Na pili, siku kama ya leo, kwa sisi ambao ni wajasiriamali tumenufaika kubadilishana mawazo, wanawake wote wa mkoa wa Mara kutoka wilaya mbalimbali, na fursa tulizonazo na imani tutasonga mbele zaidi. Mimi kama mwanamke, kuhusu mtoto wa kike kumkomboa, ningependa watoto wote wa kike wapewe elimu sawa na wanaume na wasibaguliwe ili waweze kufikia malengo. Mtoto wa kike akielimishwa anasaidia jamii bila kubagua. Sasa unakuta anahudumia hata watoto yatima, anapokuwa amepata nafasi ni rahisi kutoa msaada na kuwasupport anapokuwa na kipato. Na chochote atafanya hivyo endapo atapata elimu na kuweza kujiajiri, kuajiriwa au kujiajiri.